ndio maana hujaniacha peke yako na kuamini Mungu wangu. Umenitola kiganjani mwako, ndio maana hujaniacha peke yako na kuamini Mungu wangu. Uchukuliwe Bwana mabwana, unipae kushinda. Ukisema ndio Bwana, hakuna wa kupinga. Uchukuliwe Bwana mabwana, unipae kushinda. Ukisema ndio Bwana, hakuna wa kuma yako. Ninaishi, nina afya, natembea kwa neema yako. Ninaimba, ninakusifu, nabarikiwa kwa neema yako. Ni kwa neema yako hivi nilivyo, ni kwa rehema zako, rehema zako, ni kwa upendo wako, umenipenda Baba. Ni kwa neema yako hivi nilivyo, ni kwa rehema zako, rehema zako, ni kwa upendo wako, upendo wako, ni kwa upendo wako. Sema tamani na mibaswedi mtu mwenzangu huyo. Mimi nijua brand kubwa mwanangu. Unajua sema nini? Unajua mimi mkubwa aliniagiza. Kwa hiyo mimi nenda home, wewe kisukuma niletee langu. Baridi sema nini hapa? Hapa nikamfuata mkubwa mmoja, mkubwa white. Nikamfuata hii. Akipeka pale load pale kwa naye. Na isukuma ichapo tu. Fresh, mimi unajua wewe wapi? Baridi nikivunja kazi kama upepo na kuletea mchezo wako. Fresh basi. Imeisha hiyo. Ashega. Imeisha. Sema makini sasa uko unaelekea tunajua. Respect baba. Imeisha hiyo. Sasa acha tu. Yaani kuna shetani hapa amenipitia. Shetani? Acha tu. Yaani Shetani huyo shetani gani mzito alokupitia wewe? Kakupitia kusini, mashariki, kakupitia chini, kakupitia juu. yaani wewe acha tu mke wangu yani. Nilikuwa napita hapo mtaa katikati hapo. Kuna bodaboda wamekuja bwana wamenipora simu. Unapora simu na vibaka. Ni hapo tu mtaa katikati hapo nyuma hapo. Vipi lakini hawajakuumiza? Nachoshukuru Mungu asiye kuumia. Yaani hicho ndo cha kushukuru Mungu. Lakini amenisikitisha sana yani kunipora ile simu yangu. Mtaa wetu siku hizo usharibika. Ila tunashukuru Mungu kama umetoka salama, na maana wangeweza kukupora hiyo simu na kukuumiza pia ungekuumiza. Lakini kama hawajakuumiza ni jambo la heri. Pole mume wangu. Ni kweli. Hicho ndo cha kushukuru Mungu. Maana kwa hali iliyokuwepo yani ningeumia tena ingekuwa ni mambo mengine. Sasa naomba tu niandalie maji hapa nioge ili niweze kupumzika. Basi sawa. Vijana wangu nimewaita hapa. Of course sina maneno mengi kwa sababu nyinyi ni vijana wangu ambao nawaamini mtaani na najua chochote ambacho ninachowaagiza huwa mnaweza kukitekeleza kwa haraka zaidi. Nadhani nafahamu upotevu wa simu. Sasa kama mlitambua hilo ni kwamba hiyo simu ambayo imepotea
na waagiza nyinyi muitafute na iweze kupatikanika ndani ya wiki moja. Niwapa maagizo nyinyi kwa sababu najua nawaamini na mwisho siku nyinyi mtajua vizuri. Vijana ambao wameniibia simu kwa haraka naweza kawakumbuka kidogo, ni kwamba mmoja ni mweupe hivi anapenda kuvaa kofia, lakini wa pili mara nyingi anakuwa anapenda kusuka hizo vidredi au anasuka nywele kichwani. Sura yake kidogo ni mosi kidogo. Kwa hiyo unajua mkiingia mtaani, kwa sababu ni wazoefu mtaani, ni rahisi sana kumpata. Lakini bosi, umeshatoa taarifa ya polisi? Hapana, kwa ile simu siwezi kutoa taarifa yoyote polisi kutokana na mazingira niliyoibiwa ile simu. Kwa hiyo ndio maana nataka nyinyi mtafute kwa haraka zaidi kabla jambo lolote hapa lijatokea. Basi nafikiri hiyo imeisha. Sisi tutapambana kadri ya uwezo wetu na tunahakikisha kwamba tutaipata hiyo simu. Tutaifikisha. Basi haina haja kupoteza muda. Nyinyi ngieni mtaani. Mimi nitaweka kwenye maombi. Sawa? Yes. Basi nashukuru. Asante. La mchungaji, wiki ijayo hivi ushirika utakuwa nyumbani kwa nani? Utakuwa kwa mzee wa kanisa. Haya, itabidi tujiandae tufike siku mapema kama tulivyofika hapa leo. Itakuwa ni vizuri tukiwahi, ila mimi nawaza huyu mzee wangu, ila haina shida, nitakuwa namkumbusha tutawahi. Unajua bado yuko sawa. Yaani tangia apoteze ile simu yake, na maana bado yuko sawa. Ina maana mama mchungaji, hili swala la simu limekuwa kubwa kiasi hicho? Yaani hata mimi mwenyewe sielewi. Nimejaribu kukaa naye nikamuuliza, hii simu inakuumiza sana kichwa? Kwani ina nini kikubwa zaidi? Kwa nini usiachane nayo ili tutafute simu nyingine? Anaweza akakaa kwenye maombi hayuko sawa. Yaani unaweza kumsemesha hivi, yaani akaongea kitu tofauti. Kwa hiyo naona kama bado linamsumbua. Lakini nitajitahidi. Nitakuwa namkumbusha hiyo siku ikifika tuwahi mapema. Inawezekana kwa sababu kwanza huyo mchungaji anajua na watu wengi wafadhili. Inawezekana kuna vitu vyake kweli vya msingi. Ila mimi na imani atapata tu simu yake. Lakini mwenyewe anasema sijui kuna vitu vangu, kuna namba zangu za simu. Sasa kama namba za simu watu wakikupigia si utapata tena? Kabisa. Lakini sasa naona bado hayuko sawa, lakini na imani atakuwa sawa. Nitajitahidi kumkumbusha. Sawa basi, mimi naomba nikuache niondoke, ila pia na yeye umfanyie maombi ili aweze kukaa sawa. Sawa. Unataka kwenda, naona subiri kidogo tufanye maombi. Si unajua safari ni hatua unapotoka hapa mpaka kufika nyumbani kwako. Umkabidhi Mungu safari yako. Sawa. Au sio? Dada, leo mnafika baba. Nishamaliza. Basi leo tufanye maombi tutakwenda. Sawa. Ujema sana unapomkabidhi Mungu safari yako. Kweli. Washikaji wawili, na mshikaji mmoja ni mweupe alafu mwingine na kama dread mweusi, wanaendesha bodaboda. Washikaji mtaani kwetu hapa, yani katika kijiwe chetu cha bodaboda hiki. Ndio mtaa huu
Hakuna anayesuka. Mtaa huu sio mtaa mwingine, yani mtaa huu. Tumeelekezwa eneo hili yani. Lakini hebu mnikumbushe tena. Washikaji yani mmoja ni mweupe alafu mwingine ni mweusi. Huyo mmoja ana kama dread hivi rasta fulani hivi. Unajua rasta zile hizo. Mtaa wetu? Mtaani kwetu hakuna kijana anayesuka wala yoyote anayesuka. Hapa kijiwe cha bodaboda kiko sehemu gani? Sijui labda huko, lakini hebu mnianzishie tena hiyo story. Nimekwambia watu wawili. Kuna mshaji mwingine ni mweupe, alafu mwingine ana dread mweusi. Rasta fulani hivi, rasta. Unaweza kwa ile dread. Oa. Sisi zetu. Kwema. Bwana samani, kuna washaji fulani tunawaulizia hapa wewe. Mshaji mmoja mweupe alafu mwingine ni mweusi kama na dread, unatoa bodaboda. Rasta fulani hivi. Ani mwanangu siwafahamu washaji naulizia. Mweupe hivi mshikaji na mwingine mweusi ana dread? Boda. Kiukweli mimi nimekuja hapa kwa fundi kurekebisha mazingira yangu, then niondoke, ila kusema kwa mtaa kwa nafahamu hapa. Wewe sio mkazi wa mtaa, ndio? Mimi sio mkazi wa maeneo. Ila tu nimekuja mara moja kwa fundi hapa kurekebisha mazingira nini. Mambo yasemaje? Kuna washikaji tunawaulizia washikaji wawili. Kuna mmoja mweupe na mwingine hivi mweusi na kama rasta fulani. Dread, ni kama msuka dread. Watu wa bodaboda. Sema nini? Hao shikaji ni wapate. Lakini mtau ndo unakukaa. Na maeneo yake kijio cha bodaboda karibu. Bodaboda labda hapo down hapo. Hivi chini njia hii. Imekuwa changamoto sana mwanangu. Tumezunguka. Tumezunguka sana. Jamaa hawa. Au inawezekana atakuwa ameondoka mtaa hii. Watu wa mtaa huu. Sema nini? Mimi na wakala katika. Niambie shoga yangu. Unajua nini? Yaani nilipokuwa natoka kanisani. Nimekuta mama mchungaji na yule mdada wanatembea naye pamoja, wale rafiki yake yule sana. Ndio akizungumza kuhusu mchungaji kupotoa simu yake. Nasikia ni mchungaji anaitafuta sana, yani anaulizia mahali mbalimbali kupata simu yake. Unaona? Sasa najiuliza, simu ina nini mpaka mchungaji ni aitafute kama vile? Kwani anaweza kanua simu nyingine na maisha mengine akaendelea? Sasa kwani simu aitafute kama vile? Vipi? Kakuta simu kwenye mazingira gani? Mambo anasema kama bodaboda. Alikuwa anatembea bodaboda kampola. Vipi, mbona mtaruhusu sana? Nashangaa kwa sababu si mchungaji ana gari. Sasa kilichomsibu mpaka akatembea na mguu mpaka akampora simu ni nini? Ndio sielewi sasa, ndio hivyo dada alikuwa dada ameshuka kaenda kutafuta kitu chochote
hivyo ndio wakampitia. Lakini sasa sio issue. Kwa nini atafute sana? Unajua ukishapotelewa na simu kuna vitu vingi vya kupoteza, namba za simu kwanza upya. Kwa hiyo lakini anajua kabisa hapa mjini kwamba kuna wale watu wa bodaboda wanapora. Mbona mabadiliko? Niko sawa. Ila nimeshangaa tu yani kupoteza simu. Nimeshangaa kwa sababu sikutegemea kama angeporwa simu yani kirahisi hivyo na watu wa bodaboda, afu na yeye anajua kabisa kwamba hapa mjini kuna changamoto hizo. Una lolote? Unaumia tu. Sajue ndo mama mchungaji mdogo. Umeanza utani wako sasa. Seli. Ndio litambo kali na password alifanya hadi cha. Sema mimi hapo tutasukuma hivyo hivyo kwa mkaa. Tunasukuma hivyo hivyo. Ilikuwa linatoka ile. Hiyo kipengele. Ili sema nini mwanangu dola seli? Ile kipengele tukali yako pale mwanangu wa Grey. Ile inachomoka mapaso yote yanatoka. Sema Grey mbona mbali aliponyetu kutoka Tarodi pale kati pale wapi Kabata Kimanga baba baridi tunasukuma kuona hiyo. Kwa kuna funda bwana mdogo. Watu kalitoa yote tutapata shida yetu tunakwenda kumpa mtu juu kwa juu tutachukua yote na watu. Ya mwanangu liko vizuri. Sema password ndio magumashi ujue. Si ndio? Samsung gari wa kwenda. Wewe wana? Vipi wanangu? Yechi. Kama kawa Kama kawaida. Fresh. Kuna jamaa amekuja kuwaulizia yani. Ngoja hao jamaa. Nyeusi kama nini ile ni jamaa. Takasemaje wana walisemaje kwanza? Si wanawaulizia eti hapa mtani kuna bodaboda waliosuka na wengine wamevaa kofia. Nikamwambia hapa hakuna. Mimi kwa nidhamu yangu ya uoga nikasema hapa hakuna, ila sijawataja kabisa wanangu. Unasema unamuelewa wewe? Wewe kali zao kwa nini wakali zao? Mimi nimewakataa wale washikaji, nimwambia mimi huku mtaani kwetu hakuna hata anaisuka wala anaivaa kofia. Sasa kweli mwanangu. Sio poa. Hawajatungaza sisi na mwanangu Dula hawajatungaza. Mwanangu mimi sijawataja. Mimi kwanza nimwambia hapa sisi kwetu mtaani hapa hakuna anaisuka, hakuna madada hapa anaosuka. Hapa ni wote wana yani wananyoa panki safi yani ile kishede. Sio nini mkubwa? Mmoja bana mkubali. Tatizo nini? Sije kama njegeka ujue. Sio kagushikali majegeka ujue. Sio katungiza tangopoli ujue. Dula unamwamini mwamba? Wewe unamkubali kama mkubwa. Sema nini? Tuchane mwanetu, tuchane uje mna kuelekeza kweli. Tuchane kama ndombolo kutujua kabisa. Yangu mimi sijawataja. Sasa hajatujua kabisa. Yaani hata hiyo chembe. Labda maboya wengine huko wamewachoma lakini mimi. Sema nini mwanangu? Nikwambie kitu. Wewe mwanetu baridi, sijakuelewa. Sema nini? Si katika litambo, yule muoneshe rotambo. Cheki tambo ile hapo mwana. Mbona mwanangu? Sema nikwambie mwanangu. Ili dude bonge la dude. Acha wengi basi, sikia. Acha wengi kwanza. Mimi na mwanangu Dula Sele hapa tumediscuss na mapassword tukayatoa hiyo. Shayatoa naenda kuseli. Kisha sasa kuna ganji fulani nitakuachia, sawa? Au sio? Au unasemaje Dula Sele? Sisi tunasema kutia ganji fulani kwa sababu unaonekana wewe mwamba. Amini kwamba sema nini? Sije tukakataana saa hata mimi kidogo ile. Dalili mwanetu wenu una. Au sio? Ukiniona kama hicho. Basi hicho mwanangu sitakuachia mwanangu ganji yote. Haina noma. Baridi basi. Kwanza nini kilichokufanya ukaendelea kuhifadhi zile picha? Na ikati unajua kabisa zile picha zilikuwa hatari kwako na hata kwangu. Lakini huu tunasoma muda tena sio kulaumiana. Tayari kama ni simu ishafanya nini? Ishapotea. Sisi mimi na wewe ni kuona ni jinsi gani ya kuitafuta hii simu na kuipata kwa wakati pasipokuwa na madhara yoyote. Lakini kila siku nakwambia uwe makini ili kuwaje mpaka ukaibiwa simu. Na unajua tayari kwamba kuna vitu ambavyo ni vya muhimu, vitu ambavyo ni vya secret. Hebu niambie leo ile simu isipopatikana, sura yangu mimi nitaiweka wapi? Nitatembeaje? Yaani ndio maana nikikwambia mazingira aliyoibiwa simu ni kwenye pikipiki. Na ndio muda ule ambao wewe umenipigia simu, sawa? Ndio bodaboda wakaja wakanipora. Kwa hiyo mwisho wa siku ndio maana nikakwambia sio swala tena la kulaumu. Wewe ukinilaumu hata mimi nitakulaumu. Kwa nini ulinipigia muda ule?
Yaani nakupa wiki moja, please. Naomba fanya unavyoweza, fanya ufanyavyo, ile simu ipatikane. Maana sielewi nitakuwa katika mazingira gani. Basi mimi nikuhakikishie tu, hii wiki haitaisha, ile simu tutakuwa tumeshaipata. Na kuna vijana wangu tayari wako mtaani kwa ajili ya kuitafuta simu. Kwa hiyo nikuhakikishie wiki hii haipiti, simu tutakuwa tumeipata, na nina uhakika kabisa tutaipata kwenye mazingira ambayo ni salama salmini. Hakuna kitu chochote ambacho kitapotea kwenye ile simu. Okay. Sawa. Ngoja niende. Unaniachaje? Au unaniachaje bwana? Kwa hiyo leo ndio watufanye kabisa. Hapo sasa zina stress za video na picha hata mudia. Umeanza. Unajua wewe umezidi mpaka mama mchungaji eh? Umeanza mambo yako. Hello. Vijana wamepita hapa tena? Vijana? Samahani mke wangu. Kuna matatizo gani? Umeshika Biblia, umeshindwa kusoma. Yaani siku hizi sikuelewelewi. Wewe umeshika Biblia baada ya usome ukuta unasinzia hapo hapo. Na kuamsha vijana gani umepita hapa ndani? Yaani sikuelewi kabisa, umebadilika. Shida ni nini mume wangu? Unajua? Kupotea kwa simu yenyewe kunanifanya kila saa niwe na mawazo. Sio kwa nini? Mume wangu simu kila siku simu. Hiyo simu mbona imepotea muda mrefu? Kwa nini usiachane nayo? Kama ni simu tutanunua nyingine. Shida ni nini mume wangu? Kwa hiyo simu ina nini kikubwa zaidi? Mpaka ukose furaha kwenye moyo wako, unashika Biblia, unashika kusoma, hata kwenye maombi huko vizuri. Kama ngoja nikwambie kitu kimoja. Yaani simu inakuwa na mambo mengi. Ukipoteza simu unaweza kupoteza contact za watu wengine, umeona? Yaani kuna vitu vingi sana unaweza kuvipoteza kwenye simu. Kwa hiyo ndo maana napata tabu sana na hangaika kuitafuta. Sawa. Lakini sasa ndio ishapotea. Tutafanyaje? Samehe tu mume wangu, tufanye mambo mengine. Hata Biblia inasema samehe 7 mara 70. Kwa nini wewe usisamehe? Ni sahihi mke wangu unachokizungumza. Labda pia na mimi nikukumbushe tu kwenye Biblia hii, Biblia inasema Yesu mwenyewe alikuja kutafuta kilichopotea. Na hii simu imepotea. Kwa lazima mimi niitafute. Lakini kukumbushe tu hata kwenye neno la Mungu hili kama unakumbuka story ya mchungaji. Mchungaji alikuwa na kondoo 100. Katika kondoo 100 alikuja akapotea kondoo huyo mmoja. Kama unakumbuka kwenye Biblia vizuri, aliacha kondoo wote 99 akaenda kutafuta kondoo mmoja. Kwa hata mimi kilichopotea ni simu, havijapotea vitu vingine. Kwa hiyo vitu vingine mimi sina haja navyo. Kwa hiyo simu ndio kitu muhimu, lazima mimi nifanye nini? Nikitafute. Kwa hiyo simu imekuwa ni kama yule kondoo. Sawa, nimekuelewa. Sasa hebu naomba niandalie maji. Nataka niende kwenye semina. Naangalia maji nioge, niende kwenye semina chap.
mpaka dakika hii huyu jamaa anajikuta nunda, au sio bwana? Tunakusikiliza. Santana, hivi ndio tunavyofanya kazi hivi? Wewe kijana, ndio tunavyofanya kazi hivi? Yaani mpaka sasa hivi huyu mpumbavu, sawa, viungo vyake vyote anakata hata kucha. Toa hata viungo vya siri. Huyu lazima ataje simu iko wapi. Kitu gani hichi mnafanya? Hivi ndio nilivyowatuma nyinyi? Yaani mtu mpaka na vidole, Hebu toa simu iko wapi? Hakuna sema. Simu yetu imeuza. Simu tunauza. Vizuri mpumbavu wewe. Simu yetu. Asa kama mjui alomuzia tunakaa naye wa nini? Sikiliza Santana. Huyu mpumbavu hastahili kabisa kukaa hapa duniani. Kama alomuzia mjui, tunabaki naye wa nini? Aliza. Maisha hiyo. Nikipita kokote naangaliwa, yani ninakuwa sina amani. Yani nilichoamua mimi naona bora niondoke tu katika hii nchi kabisa, niende nchi nyingine tofauti na hii, ndo nitakuwa na amani. Lakini mimi tayari nilishakwambia kwamba hii issue mimi naweza kuimaliza, sawa? Bila tatizo lolote kutokea. Sawa, mimi nitatafuta vijana watapambana mtaani waweze kulimaliza hili tatizo. Shida yako ni nini? Sawa, utalimaliza. Haya, je, likigoma kumalizika, mimi nitakuwa kwenye hali gani? Nitapita wapi? Watu wanaonifahamu nitawatazamaje? Ndio maana nilikwambia wewe niekela kwenye akaunti yangu mimi niondoke niende nchi nyingine.
Afu kunyuma kama utalishughulikia hili swala likikaa poa, mimi sinarudi tu. Okay, fine. Kwa sababu mimi sitaki tena tukae hapa muda mrefu. Wewe unajua mimi ni mchungaji na kuonana hivi mitaani sio kitu kizuri. Make sure ile yenyewe inakuwa ya kutosha, kwa sababu nimekwambia nataka niondoke nje ya hii nchi. Kwa hiyo huko nakoenda sijui kama nitaenda kupanga, sijui kama nitaenda kukodi nyumba, sijui kama nitaenda kununua sehemu niwe nayo. Kwa hiyo hiyo hela unaoniwekea kwenye akaunti hiyo ya kutosha. Maana sijui kwanza hata nchi yenyewe nayoenda hapa. Lakini ninachohitaji mimi nitoke kwenye nchi. Niende nchi nyingine. Kwenye swala la pesa usio na wasi, mimi nitakuwekea pesa ya kutosha, utaondoka hapa, sawa? Utaenda huko unapoelekea, mwisho wa siku sawa, utapanga utafanya nini, wewe utajua mwenyewe. Pesa ipo, mimi nitakuwekea. Sasa wewe panda kwenye gari ili tu kwanza. Kijana mnamwamini sana? Ni kijana fulani machachari sana, ni mtundu yani. Okay. Ndio. Okay. Kijana. Nitajitahidi kukupa kila kitu ambacho nakihitaji kwa ajili ya kumaliza kazi yako. Na actually hizo information zote nitakutumia kwenye simu yako ili uweze kumaliza issue yako. Nachoamini mimi simu yangu itapatikanika kwa wakati. Baada ya kukutumia naomba tu hiyo case we close as soon as possible. Mimi ni watoe wasiwasi tu kwa sababu kesi za aina hii nimekutana nazo zaidi ya 1000. I mean that. Kwa hiyo niwaambie tu kwamba naomba siku 2 tu, nitahakikisha nitajua mahala hiyo simu ilipo na nitahakikisha hiyo simu itarudi na kila kitu chake. Ndani ya siku 2 tu nikipata nafasi ya kwenda kutulia, kukaa vizuri katika utulivu, basi kila kitu kitakuwa sawa, ila tu msitoke nje ya makubaliano. Hii issue mimi sitaki kabisa kutumia polisi, na mwisho wa siku wewe ndio ukamilishe hii dili, na naiomba tu ikamilishe kwa uharaka zaidi. Issue ya pesa mimi sina shida, kwa sababu vijana wangu wanakuamini. Basi kamilisha dili nikupe pesa yako. Mimi nadhani hatuna maneno mengi ya kuzungumza hapa. Nataka niingie zangu ndani chapu ni badilishe hapo ni wahi ibada. Basi sawa, sisi ngoja tutoke. Basi sawa. Kwanza semina imeenda vizuri kabisa. Na namshukuru Mungu, semina imeisha. Sawa, kila kitu kimeenda vizuri. Kulikuwa tuna kashetani kidogo kalitaka kuingia. Kwa hiyo ukakakemea. Kama kawaida yangu. Kama unavyonijua tena. Ba mchungaji. Maombi naona kila kitu kikawa shwari. Wewe tena ba mchungaji. Nimezungumza na kijana wangu mmoja IT. Nimezungumza naye, sawa. Na amenihakikishia kabisa bwana, ile simu ndani ya siku hizi 2 tutaipata. Siku 2. Siku 2. Yaani hapa sana naona kama mapigo yana kasi. Lakini una uhakika na wewe mtu? Yaani tutaweza kuipata ile simu ikiwa na vitu vyote? Na uhakika kwa sababu unajua ile simu niliweka password ambayo hawezi kuingia mtu mwingine yeyote. Na uzuri yule kijana wangu IT amecheki kwenye system, ameona kwamba ile simu haijafunguliwa kitu chochote. Kwa zile picha, video, hamna mtu ambaye ataziona. Hapo sasa umenifurahisha. Yaani mpaka hapa naona matumaini kabisa tunaenda kupata simu. Sasa twende ndani kidogo. Maana skuru linibania. Afu mchezo wako wewe. Nimefurahi kwa kweli, maana na kidogo pia tulipomisi. Nimemisi pia. Vipi kuhusu huduma inaendeleaje? Kuhusu huduma, kwa tunamshukuru Mungu. Ndio. Huduma inaendelea vizuri. Tunashukuru Mungu kwa hilo mama yangu. Nashukuru niko na Pastor Amos. Unajua maisha jinsi yalivyo ni siri ya Mungu, kwa sababu sikujua kwamba ipo siku na mimi nitakuwa na mtumishi wa Mungu katika familia yangu kama wewe Pastor Amos.
Ni mpango ya Mungu. Na mbona ilikuwa sikupata kwenye simu? Nimekupigia zaidi ya mara 2-3 kwa muda tofauti, siku tofauti, sikupata kwenye simu. Shida nini? Mama, ni kiukweli niliibiwa simu kipindi na toka kanisani. Basi vijana wa bodaboda wahuni naongea na simu, bahati mbaya wakaniibia ile simu. Ndio maana kama hizi siku kadhaa kila ukinipigia hunipati hewani. Kwa sababu nilikuwa hapa kujaribu kweli kutaka kuongea na wewe, lakini ushindikani. Lakini sioni kama kuna shida ya kukaa bila kuwa hewani. Kwani usitafute simu nyingine alafu ukaenda ukasajili namba zako tena ukawa unapatikana kwa urahisi? Ni kweli mama unachokizungumza, lakini kinachonisumbua ni kwamba ile simu ina vitu vingi sana vya kwangu. Dokumenti zangu zote ziko mule, si tu document lakini contact nyingi za simu ziko mule, pamoja na baadhi ya notes za huduma kanisani pale zipo mule. Ndio maana unakuta najitahidi sana nitafute ile simu niipate ili niweze kurudisha vitu vyangu. Ni sawa, lakini kwa muda ambao unaisubiria, tafuta simu nyingine angalau uwepo hewani. Una waumini ambao watahitaji huduma kutoka kwako, watapataje? Kweli mamangu, hata mimi nilishawahi kumwambia kuhusu. Kwa nini anahangaika na simu hiyo ambayo imeshapotea muda mrefu? Kwa nini asinunue simu nyingine? Ni muda sana, alafu anatafuta kitu ambacho hana uhakika kukipata. Au vijana wenyewe waliomwibia, yeye hawafahamu. Hata sasa hivi ukimuuliza unamjua hata mmoja, hawajui. Sasa ya nini ufuatilizie kitu ambacho huna uhakika utakipataje? Nikamwambia nunua simu nyingine, sajili line ile. Ili kama ni namba za simu, na maana wale watu watakupigia, utawapata tena. Kuna shida gani? Lakini bado hanielewi. Sielewi hiyo simu ina kitu gani kikubwa zaidi. Yaani hanielewi mpaka sasa hivi mama. Sawa, lakini maamuzi yake mwenyewe atakapoona kwamba ufanye nini. Sio kesi sana. Labda mama mimi kutoe wasiwasi. Nitajitahidi nitafuta tu kwa haraka simu niipate, lakini kishindikana ndo labda nitafanya hicho, lakini na imani kwa sababu kuna vijana tayari nimeshatuma mtaani. Ndio. Na imani tu nitaipata ile simu, wala usiwe na wasiwasi. Bila nilikuwa hapa kile katoka kaenda kujisomea na wenzake huko wale tuition yao sio wapi hapo. Aenda kupitia masomo yao. Lakini tulikuwa pia tunaombi mama. Basi binti awe mara moja anakuja kulala kule kwetu. Huko ukaa huko hapana. Hapana, mjukuu wangu siwezi kuruhusu kwa kweli. Nimemzoea. Niko naye hapa, yani sitamani kwamba haende mbali zaidi. Kuishi na mimi karibu hapana. Ninachosema tu kwamba mwachie aendelee kuishi hapa. Nitakuja kumtembelea au siku ikitokea basi nitakuja naye. Mnamuona narudi naye. Mama, hata kwa wiki mara moja. Hapana. Inawezekana lakini siwezi kunini, ila hebu mwachie kwanza somo. Naona bibi amekaa. Sawa mamangu. Na uliniambia simu yake imeharibika? Ndio. Basi nitakuachia hela kipindi natoka hapa ili uweze kumnunulia tu simu mpya. Atafurahi kwa kweli. Lakini
Mambo? Poa. Habari ya kwako? Salama, karibuni. Tumefuata mzigo wetu. Mzigo? Yes. Mzigo gani? Kuna simu umeuziwa. Tunaomba hiyo simu. Kwani ni mapolisi? Paswi kujua. Na hiyo sio juu yako. Kirahisi tu. Nyie sio mapolisi? Kwa wajumbe au mabalozi? Tunaomba hiyo simu. Yaani mimi ninunue simu kwa pesa yangu. Unajua nilivyohangaika kuitafuta hela? Mpaka nikaja nikauzia hiyo simu. Yaani kizembezembe tunapenyia simu. Mnanichukuliaje? Na mimi bwino Mwenda wazimu nini? Shikamoo mtumishi. Hebu kuweni huru bwana. Mamenu ametoka kidogo. Sikajua yupo. Sikajua tena. Lazima ametoka kidogo. Okay, sawa. Semina ya mama wenzake kanisani. Sawa. Kwa hiyo kuweni huru. Kuna jambo zuri kidogo, jambo safi, jambo jema ambalo tumekuja nalo. Karibu. Asante. Wenyewe au sio wenyewe? Maana nikakwambia kwamba tutalifanyia kazi na tunakuhakikishia kwamba kila kitu kitakuwa sawa. Ni vijana nyewe. Okay, na tulikwambia kwamba tutahangaika kadri ya uwezo wetu. Sawa. Na kila kitu kitakuwa sawa. Kila kitu kipo bwana. Aise, ni vijana hatari sana bwana. Unajua ndo maana nikawatuma nyinyi kwa sababu najua kabisa nyinyi hili jambo mnaweza mkalikamilisha. Ndio. Itabidi niwawekee pesa. Sawa. Nikiwawekea bilioni 3 jumla 6. Yaani inatutosha sana. Hilo swala ni sasa hivi. Yaani inatutosha sana. Najua katika vijana nao waamini mtaani. Nyinyi ni vijana ambao sijajuta hii issue kufanya na nyinyi. Sawa, mkicheki hapo kwenye simu zenu mtakuta mzigo umeshaingia. Nashukuru sana. Mkuu, kuna jambo kidogo lilitokea. Alikuwa anajaribu kuleta ubishi kidogo. Kipindi mnafanya hilo jambo, hapakuwa na mtu yoyote amekatiza pale kwa ajili ya ushahidi? Hapakuwa na mtu yoyote ambaye basi hilo ni jambo dogo sana yani. Malaika kule mbinguni watampokea, kama ni wa moto ni wa moto, kama ni wa mbinguni ni wa mbinguni. Sawa mkuu. Sawa. Mimi nawashukuruni sana. Mmefanya kazi kubwa sana.
Shalom. Shalom. Habari ya siku nyingi. Asante, yani nimeita kumbe uko huko nyuma. Si unajua tena kuna mafundi kule na nini, kwa hiyo nikaamua nipumzike kidogo hapa. Sawa sawa. Karibu. Asante, mama mchungaji yupo. Mama mchungaji ametoka kidogo. Nimesafiri ameenda shamba kule. Si nilikwambia tuna kilimo kule. Na ameenda kucheki kidogo mashamba. Karibu. Kwa huru. Hayupo. Sasa. Amos. Naam. Mchungaji. Ndio mimi. Hivi ina maana mimi sikutoshi na mama mchungaji? Sasa mpenzi wangu napata kukusikia lakini mbona sikuelewi? Utanielewa tu. Tabasamu mpenzi wangu. Tatizo ni nini? Pesa? Shida sio pesa. Nimejua mimi niko na wewe namsaidia majukumu mama mchungaji, kumbe mwenzangu una cheni. Cheni ya wapi? Hivi kweli wewe ni mchungaji ama? Sasa mimi kuwa na cheni kama mchungaji ni jambo la kawaida, sawa? Kwa sababu mimi nahudumia pale washarika wengi. Kwa kuwa na cheni na yaani hilo ni jambo la kawaida kabisa kwangu. Kwa hiyo wewe ukaamua kutoka na yule dada mwenye bonge la mzigo. Tusifike huko. Sawa. Mimi sije kutembea na mwanamke yoyote zaidi ya mke wangu. Wewe ndio mchepuko wangu. Sasa nisikilize, hii dunia itakubana. Na hii dunia ninavyokuambia mpaka dakika hii utaiona, yani utatamani uchimbe shimo uingie. Hayo tena ametoka wapi mpenzi wangu? Dunia ndogo. Mimi nimeyapata. Sasa nisikilize. Mimi picha zako nimeziona, video zako nimeziona. Na huyo mwanamke wako. Sio wewe. Sio wewe. Wewe wakufanya hivyo. Sasa nisikilize, mshahara wa dhambi ni mauti. Sasa sijui sura yako utaiweka wapi na lile kanisa na waumini wako tutaweka wapi sura zetu.